Shikamoo. Sema kilichokuleta. Mimi sijaja kwa ajili ya chakula chako. Anajua kabisa kama wewe ni mtu. Kwa hiyo hata usijisumbue. Utasema kilichokuleta au utaendelea kulalamika? Lalamika? Wakati mimi nakushangaa wewe unaanzaje kula na chakula kasho? Wakati huku mjomba wako anataka kuuawa. Unamaanisha nini? Eka anamnyanyasa sana mjomba wako. Na amemnyang'anya mpaka simu. Yaani haruhusi hata kuongea na mtu yoyote. Mimi juzi tu hapa nimeenda kuonana nao. Na Keka ameniambia yuko salama na anaendelea na shughuli zake. Sasa wewe tena mbona unakuja kuniambia kwamba anateseka? Wewe umepata wapi hizo taarifa? Maana ni za ndani kabisa. Mimi hizo taarifa nimeambiwa na mdogo wake. Ina maana hata familia yake yenyewe. Mimi na mdogo wake Keka tuna mahusiano. Hivyo hawezi kunificha chochote kile. Sasa bora niende mimi mwenyewe nikaone kinachoendelea. Tulia basi. Unachotakiwa sasa hivi kufanya. Na cha kwanza kabisa ni kuenda kwa Keka wakati ambapo ili ushuhudie mwenyewe yapi anayopitia. Kumbe Keka hivi ndivyo anavyomfanyia binti yangu? Nina uhakika atalilipia hili. Yaani siwezi kukubali abadan. Ila mpaka mimi mwenyewe nijiridhishe kwanza. Pole sana. Lakini mimi nikutoe hofu. Nakusaidia kwenda kuangalia wakati ambapo taarifa. Sahihi. Nitashukuru sana. Asa, ngoja nikuache uendelee kujifanyia. Haya, asante. Kwa Maxi, ndio umefanya nini sasa? Na unatambua kabisa kuwa Eva anakupenda sana. Ya maana tatizo nayo upo upande wake, si ndio? Lazima tu nitakuwa upande wake. Kwa sasa ninachojali ni furaha yako, hasa katika kipindi hiki ulichoamua kuanza upya. Unajua kabisa Eva, mimi sio furaha yangu. Maxi, kila kitu kinawezekana. Kila kitu ni maamuzi tu. Kwa sasa mimi sipo tayari kwa hayo mambo. Ila ninachokihitaji sasa ni kutafuta maisha yangu na nipo tayari kurekebisha kila kitu. Wataka kuniambia Naila bado anaishi kichwani mwako, si ndio? Umeshindwa kabisa kukaa mbali naye. Nimekubali na ndio maana nimesema nataka kuanza upya. Nahitaji nitengeneze kwanza maisha yangu, afu muda ukifika, mimi nitachagua kuwa naye. Vipi kama Eva ataamua kukusubiri? Kwa sasa siwezi kumwahidi chochote. Yeye anachotakiwa kufanya tu ni aendelee na maisha yake. Sawa, kama umeongea wewe. Mimi nani nipinge? Hao ndo wanaume. Mwanaume haitakiwi mpinge, inatakiwa tushikane mkono kama hivi. Basi sawa. Kwa tufiki hapo. Nisikilize wewe. Unataka kushindana na mimi, si ndio? Nilikwambia wewe ni kama sisimizi tu kwangu. Nina uwezo wa kufanya chochote. Haya. Saizi uko wapi? Sasa naomba nisikilize. Kuanzia leo hii ninavyoongea, sitaki kusikia popote pale kwamba ile mimba ya Ashura ni ya kwangu. Ukijaribu kufanya hivyo, kuinua mdomo wako na kumwambia mtu yoyote ule, basi mimba ya Ashura nitaitoa kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Unafahamu sishindi kufanya hivyo. Alafu ukitoka hapa, kitu ambacho umekutana nacho hapa, usije kujaribu kufungua domo lako hilo ukamwambia mtu yoyote ule.
Sawa? Endapo umefanya hivyo, basi jua kwamba maisha ya ndugu yako Ashura basi yapo hatarini. Sawa? Tunaelewana? Naulia tena, sijambaka Ashura, na yule mtoto hana baba. Unanielewa? Vizuri. Na ukifanya hivyo nitakurudisha nyumbani kwenu. Narudia, sitaki kusikia popote ukiinua mdomo wako huo kumwambia mtu yote ule hizi habari ambazo umekutana nazo hapa. Sawa? Ole wako. Nani sisi atulumie, nani atulumie, sauti ya wanyonge sie, sauti ya wanyonge sie, nani atulumie, sauti ya wanyonge sie. Mungu, umetoka wapi na mbona upo hivi? Naila, binadamu ni wabaya sana sana. Natamani nikuelezee lakini siwezi, lakini acha ibaki kwa siri yangu. Siri yako? Yaani unamaanisha nini? Nielezee basi hicho kitu. Mimi ni mti mbichi, nimeweza kufanyiwa hivi. Ni mti mkavu, si utavunjwa kabisa na kutupwa huko. Nimetenda wema Naila, nijua nitalipwa wema, lakini mwisho wa siku nimelipwa ubaya. Unamaanisha nini? Acha nibaki nao tu moyoni mwangu Naila. Binadamu ni wabaya sana sana sana. Nina imani hata ndoa yako haiko salama Naila. Mti mbichi, Karibu mjomba. Karibu sana. Shikamoo mjomba. Marhaba. Jambo? Jambo. Haya, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Una uhakika? Ndiyo mjomba, na hakika. Vipi mjomba, kwani kuna shida? Hamna tatizo. Wala hamna shida. Mjomba, huyu ni mke wa mtu. Kwa wewe hamna shida, mimi nitamweka sawa. Tafsiri. Lakini huyu mimi ni mwanangu, nina haki ya kumtazama nikiona kama kuna kitu hakipo sawa. Hapana mjomba, sio vizuri, maana hata mume wangu amekataa. Ni kweli kabisa. Basi samani bwana. Kuna kamdudu kalikuwa kanamtambaa, sasa nilikuwa nataka nimuondoe. Uwe na amani mjomba. Basi sawa.
Mimi acha nikaendelee katika mipango yangu. Haya mjomba, karibu tena. Haya. Karibu sana. Karibu mjomba. Haya. Yaani siku ya leo umenifurahisha sana. Nimefurahi sana kitu ambacho umefanya leo hapa. Si unajua ninavyopenda mke wangu. Nataka uende kufanya hivyo hivi. Endelea kazi zako. Endelea kazi bwana, mbona unitolea macho vipi? Mjomba. Karibu sana mjomba. Asante. Shikamoo mjomba. Marhaba, karibu tena kwako. Asante. Karibu bwana. Naona mambo bado yanaendelea. Mjomba, kwani Naila kumwambia kwa anakuja? Maana nitegemea uwepo wake hapa. Naila Au yupo ndani? Naila, usiwe na wasiwasi mjomba. Nisikilize mimi kwanza. Naila ameolewa. Amekuwa mke wa mtu sasa hivi. Ameolewa? Naila ameolewa bwana. Ni kweli, ni jambo la heri, manake najua amekuwa yule. Kwa sasa inabidi awe na mume. Ni nani ambaye amemuoa katika hichi kijiji? Ameolewa katika familia tajiri tu. Familia wana hela, watu wana mifugo, watu wana akili, weledi, wana mashamba, wana uwezo mkubwa wa kufikiria. Hii familia kina Mwaka Keka hii. Na leo ni ule mtoto wao wa kiume mkubwa. Unamaanisha Keka, si ndio? Ndio kamuoa. Jomba. Vipi? Naila hayuko salama. Hayuko salama? Kwa nini unasema hivyo? Jomba, mimi Keka ni adui yangu mkubwa sana kutoka zamani. Kwa hiyo mimi siwezi nikakubali eti Keka leo anamuoa mdogo wangu. Hilo jambo halipo mjomba. Sasa wewe unataka kufanya nini? Na mimi ndo nakwambia tayari kashakuwa mke wa mtu. Nisikilize sasa. Kama unataka kwenda, nenda tu kamsalimie dada yako. Lakini usiende kwa namna ya wewe unavyotaka. Kusema kweli mimi siwezi kusubiri hapa. Na kwenda kumuona. Nahitaji niende nikamuone kuhakikisha kama kweli yupo salama. Sina uhakika mjomba. Sawa. Ila kama unataka kwenda kumuona, nenda ukijua yule ni mke wa mtu. Usiende kwa vurugu vurugu. Hebu njoo ndani. Njoo mjomba. Njoo nikupe habari. Bwana, mimi na mke wangu tunatumia Miracle Soap. Wewe unasubiri nini kiongozi? Ndiyo, Miracle Soap ni wazalishaji na wasambazaji wazuri sana wa sabuni za maji zenye harufu nzuri sana. Na pia inapatikana katika ujazo wa aina tofauti tofauti. Yaani kuna lita 5, lita 3 na lita 1.5. Na matumizi yake ni kufulia nguo, kusafishia vyombo, usafi wa majumbani na maofisini pia. Usiwaze kuhusu usafiri bosi. Utakaponunua sabuni ya Miracle Soap, tunakupatia usafiri bure kabisa. Sabuni yani inakufikia mpaka nyumbani kwako. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nao kupitia namba 07-51-45-88 au 07-69-04-23-63. Miracle Soap. Enjoy your smart cream.